Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Ni siku nyingine tena iliyompendeza Bwana ambayo ametupa neema na kibali tena kuiona siku ya leo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali alichotupatia. Na ni siku tena ambayo tunaendelea na somo letu linalohusu habari ya hatima, kwamba kila mwanadamu anayo hatima ambayo Mungu amekusudia kuishi katika ulimwengu huu. Na ili kufika kwenye hatima tukasema kwamba inakutegemea wewe mwenyewe hasa kimaamuzi. Kwa hiyo tukafikia habari ya maamuzi. Maamuzi kwenye hatima ni jambo la msingi sana, na uwe makini sana na maamuzi yako. Lakini kuna jambo lingine, ili kufika kwenye hatima yako mambo unabidi uachane nayo. Na mambo hayo kwa mfano tabia, mazingira na watu. Tuwe makini sana na watu ambao tunaambatana nao kwa ajili ya hatima zetu. Wako watu katika maisha wanaweza kutusababishia tusifike kwenye hatima zetu. Ni kweli Mungu amesema kwamba unahitaji mtu katika maisha yako ili akufikishe kwenye hatima. Lakini si kila mtu. Yuko mtu sahihi ambaye anaweza kufikisha kwenye hatima yako. Kwa hiyo unatakiwa uchague mtu sahihi wa kuweza kufikisha kwenye hatima yako. Tunapoenda kusoma kwenye kitabu cha Ayubu, tunatazama pale Ayubu ambapo alipopita kwenye majaribu na changamoto mbalimbali. Wako marafiki, yuko mke wake, au ni watu walimshauri mambo mbalimbali ambayo angeasikiliza Ayubu angemkosea Mungu na asingefika kwenye hatima yake. Lakini kwa sababu aliamua kutokusikiliza ushauri wa marafiki, ushauri wa mke ambaye ndio watu, matokeo yake Mungu alimuinua tena, akamwezesha tena. Kwa hiyo tuwe makini sana na watu ambao wametuzunguruka. Sijasema kwamba tuwaache watu, ilibaki tuangalie watu sahihi, na ikiwezekana mshirikishe Mungu hata katika kuchagua watu sahihi kwa ajili ya hatima yako. Pili, tunazungumza kwa habari ya tabia. Tunapokuja kwa masuala ya tabia, tukisoma kwenye kitabu hapo cha Waamuzi 16 kuanzia mstari ule wa kwanza. Hapa tunazungumzia habari ya Samsoni ambaye ni mnadhiri wa Mungu ambaye alipewa jukumu la kuwatetea wana wa Israeli. Lakini kutokana na tabia ya kiburi chake Samsoni, ilisababishia Samsoni kuingia kwenye uovu au kwenye uharibifu ambao alikutana na mwanamke ambaye anaitwa Delila. Lakini chanzo ni kiburi, kwa sababu aliambiwa na wazazi wake ya kwamba usioe huyo mwanamke. Lakini kwa sababu ya kiburi chake cha Samsoni, ilipelekea yeye kuingia kwenye uharibifu. Ina maana kutoka kwenye kusudi ambalo Mungu alikusudia aliishi. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba tabia nyingine inabidi tuachane nazo ili kufika kwenye kusudi. Huyu ni mtumishi wa Mungu tu Samson, tunasema alikengeuka, hakusikiliza wazazi wake. Je, ni tabia ngapi ambazo zinatupelekea tunashindwa hata kufika kwenye kusudi ambalo Mungu ametuambia tusifanye? Kuna tabia nyingine, mfano ulevi. Ili kufika kwenye hatima, kuna tabia hata pombe inabidi uachane nazo. Kuna tabia nyingine, hata chakula pia inabidi usile hicho chakula kwa ajili ya kusudi kubeba ndani ya hatima uliokuwa nayo. Kwa hiyo tunaangalia hapa, tabia mara nyingi zinapelekea tusifike kwenye hatima zetu. Tunakuja jambo lingine, mazingira. Si kila mazingira ni rafiki kukufikisha kwenye hatima yako. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana na mazingira unaoishi au mazingira ulionayo, uweze kubadilika, kuyaondoka hayo mazingira ili uweze kufika kwenye hatima yako. Tunakuja kwa mfano wa Ibrahimu. Ibrahimu, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza, aliambiwa na Mungu, toka wewe katika nchi ya baba yako, uende katika nchi ambayo nitakwambia, na katika hiyo nchi Mungu alimwambia nitakubariki, utakuwa mtu mkubwa. Kitendo cha Abraham kuchukua hatua kutoka katika nchi ya baba yake, ina maana katika nchi ya baba yake kuna vitu viko vingi, kuna tabia, kuna asiri, kuna vitu vingi tu ambavyo vingepelekea angeendelea kubaki pale, asingefika katika lile kusudi ambalo Mungu alitamani au alimwandalia Abraham afike. Kitendo cha Abraham kuchukua hatua na kutoka katika mazingira ambayo ameyazoea, ambayo ni mazingira ya wazazi wake, kilisababisha Abraham kufika
kwenye lile kusudi ambalo Mungu alikusudia. Kwa hiyo nataka tuzungumze hapa, tukubaliane ya kwamba mara zote hatima inakutegemea wewe, ili uweze kufika kwa makini sana na hayo mambo, tabia, mazingira na watu wanao makini sana. Hatukatazi kwamba mazingira, lakini kuwa makini ili uweze kufika kwenye kusudi. Kusudi limebeba mambo mengi. Kwa hiyo kusudi linakutegemea wewe. Na zaidi ya yote nikutakie siku njema na Mungu akubariki sana. Na tutaendelea na kipindi chetu kila siku ya Alhamisi saa 7. Nipende kukaribisha, karibu kwenye YouTube yetu ya CAG Nguvu ya Neema katika Kristo, na huko tukuta mafundisho yetu. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen.